Wakati nimeanza ajira yangu mwaka 2015, moja kitu ambacho kilikuwa kinanishangaza sana, kuna watu ambao tayari walikuwa wameshapanda ngazi, unaona kabisa ni watu wa mfano. Lakini ilikuwa ikifika kwenye tarehe 20 hivi, ndio watu ambao wanaanza kuzungumzia mshahara, ndio watu ambao wanaanza kuhuzunika mshahara umechelewa. Kwa hiyo ukiwa ndio umeanza, unakuwa huelewi kabisa maisha ya ndani ya ufanyakazi na maisha ambayo hayazungumzi sana huko nje. Lakini ukweli ni kwamba mshahara ni kitu ambacho ni ngumu sana kumsustain mtu. Ni ngumu mno kwa mfanyakazi ambaye ana familia, ana majukumu ya kulea familia yake, ana majukumu ya kulea wadogo zake, kulea wazazi wake, kuweza kusustain kwa kutumia mshahara pekee. Na pengine mtu ambaye aliwahi kusema salary is a drug that they give you to forget your dreams, ni mmoja ya mtu ambaye alisema ukweli mchungu sana. Wafanyakazi wengi hawawezi kuadmit hiki kitu, lakini ni ukweli mchungu kwamba mishahara inadhoofisha. Mishahara inakufanya unakuwa mtumwa kwenye kuamini kwamba uko nje kuna mtu ambaye ni lazima umtumikie na yeye ndio akulipe uweze kuendesha maisha yako. Kumbe mtu ambaye anatulipa mshahara tunatakiwa tumbadilishe, badala ya kuwa boss tumbadilishe kuwa mteja wetu wa kwanza. Yeye ndio anakulipa kama mwajiri wa kwanza. Huku mtandaoni kuna watu wengi ambao wanaweza kutumia huduma zetu. Kuna watu wengi ambao wanazitafuta huduma zetu, bidhaa zetu, na hawatuoni simply because tumejisahau na kuamini kwamba huyu mtu ambaye ametupa kazi ya kwanza, ajira ya kwanza, basi ndiyo alfa na omega. Kumbe mtandaoni kuna mamilioni ya watu ambao wanatamani kutupa kazi na kuweza kusahau kabisa mambo ya kuishi kwa kutegemea katika mshahara kamoja. Wewe hapo ulipo una ujuzi, una maarifa, una profession, una vitu vingi sana ambavyo umesomea. Hebu vitafakari, uvipackage viweze kuwa huduma, viweze kuwa bidhaa ambazo zinauzika mtandaoni. Halafu tengeneza brand yako. Achana na mambo ya kufanya kazi na kurudi nyumbani kulala. Achana na mambo ya kufanya kazi na kurudi nyumbani kulea. Anza kutengeneza brand yako. Tengeneza asset yako ambayo inakusemea wewe ukiwa umelala. Brand ni asset ambayo inakupigia kelele huko mtandaoni hata pale ambapo upo. Na hapo ndipo utaweza kuuza vitabu, utaweza kuuza kozi, utaweza kuuza mentorship, utaweza kuuza coaching. Na hii ndiyo namna rahisi kabisa ambayo itakufanya kuacha kuishi kwa kutegemea mshahara pekee. Mshahara usiwe sehemu ya mateso, isiwe ni